Je, ana vigezo vya kutosha kusimamia wizara ya barabara? Good afternoon, Mombasa. Wananchi wa Mombasa wanauliza kwa nini barabara zetu nyingi hapa mjini ziko katika hali duni, na kuna barabara zingine ambazo hazifai kuwa katika hali duni ama katika hali ya kudorora ama katika hali mbaya. Kwa sababu ni kwa mfano, wacha niwape mfano, barabara ambazo ziko maeneo karibu ya bandari pale la Mombasa. Wachana na barabara hii kutoka tuseme docks kuingia poti ama ile kule juu. Hapana, kuna ile pale ambapo matrela yanapita kibeba zile container. Umenifahamu? Manake trela moja Abdulswamad analipisha takriban shilingi 500 mpaka 750 kwenye kushusha na kupakia. Kwenye kupakia ama na kupakua. Kushusha na maanisha kushukisha. Halafu nataka mjue kwamba kuna wakati ulikuwa kipiga kelele, hatupati kitu katika port, na port iko eneo letu. Umeelewa? Nafikiri mkumbuka wakati wakipiga kelele wakati huo. Sasa wametulia kimya, lakini pesa hazitumiki vile zinavyostahili kutumika. Unaona kama mwaka 2025 kuliingia Mombasa, kulikuja containers takriban milioni 2.11 million containers ziliingia. Mwaka uliopita ule mwingine, mwaka wa juzi 2024, kuliingia takriban container milioni 2. Nataka muelewe hivi, kila container Abdulswamad analipisha takriban $5 mpaka $10. Twende na $10 for the sake of simplified mathematics. Ukichukua 2025 uchukue zile containers 2.11 million, alafu umultiply by $10, hiyo itakuwa ni 21.11 million. Sio, umeelewa mpaka hapo? Now take the 21.11 million times 130 shillings exchange rate. Manake dola moja, $21.11 million times 130, that is exchange rate USD to Kenya. Abdulswamad katika hizi container tu zile zinazobewa pale, zile zinazoingia, anatengeneza takriban 2.7 billion shillings. Nafikiri tunafahamiana mpaka hapo. Hiyo ni katika container. Bado hatujasema ile hesabu ya matrela kwa sababu sina data, but nitaongelea, nitawaambia ni pesa ngapi anapata katika kupokea pale kiingilioni. Alafu kila mwaka meli zinazoingia Mombasa, kunaingia meli takriban 1,500 kila mwaka, na katika kila meli Abdulswamad analipisha 30,000 za taka. Juma nilio mpaka hapo, ambao ukipiga hesabu 1,500 times 30,000, that would give you 45 million shillings. Hatujakomea hapo. Kila container baada ya ile kuchajiwa ile $10 shillings per container, ile container if at all it is branded, Abdulswamad analipisha 40,000 juu ya zaidi. Sasa tutashindwa kuelewa. Na katika hii wizara ya transport, katika hii wizara ya usafirishaji, transport and infrastructure, kila mwaka kunaekezwa pesa, kunatengwa pesa ambayo inafaa irekebishe ama itengeneze barabara mpya. Ukiangalia 2024 mwaka wa fedha, mwaka wa hesabu ya 2024-2025, utaona kwamba 1.6 billion shillings, bilioni 1.6 ilitengwa kurekebisha barabara zile ambazo zimeharibika na kujenga barabara mpya. Hii ya 2025-2026 kumewekwa takriban 1.43 billion, yani bilioni 1.4. Sasa kuendelea nini katika hii wizara ya transport? Kwa nini barabara ziko katika hali ile? Itabidi, manake na hii zote zitakuwa ziko chini ya gavana na yule waziri mhusika. Nafikiri itabidi tuangalie waziri mhusika. Nasikia anaitwa Dan Manyoya. Ana vigezo vya kutosha kusimamia wizara ya barabara? Ana elimu ya kutosha kusimamia wizara ya barabara? Ana stakabadhi za kutosha kusimamia wizara ya barabara? Manake sio eti kwamba mtu yote mwenye kuvaa apron
Waswahili wanasema akawa daktari. Waweza kumchukua mtu ambaye anauza nyama ukawa umemvisha apron ukimuingiza katika chumba cha upasuaji theater, aenda kupasua moyo, atamuua yule mgonjwa. Yani maafa atakuwa mengi. So nitakuja nitaeleza mengine. This is just like a preamble. Tutakuja tutamkagua mpaka huyu Dan, umeshanifahamu, anao shahada ambayo inahusu, umeshanifahamu, kwa sababu sisi tunavyojua, unaona. Let me give an example. I admire unajua Senator Speaker Amason Jeffer Kingi ambaye alikuwa governor kule Kilifi. Unajua alikuwa ni rafiki yangu, kakangu, kiongozi wetu sote. I really admire his leadership. Ndio maana mimi najaribu kuambia Mombasa kwamba tukipata kiongozi ambaye anajielewa, ambaye amesoma, basi mambo yatakuwa mazuri. Wakati wa Kingi kule Kilifi alijenga level 5 hospital. Mna habari? Alijenga level 5 hospital. Alafu mabarabara kule, the road network ya kule pia ni nzuri. Alafu kwa hata ukiangalia ile cabinet yake Kingi kwa mfano, utaona education kuna Professor Katana. Ukiangalia roads kuna profesa kwa sio itwaje jina lake nimesahau. Sio profesa huko, kuna Professor Katana, Professor Montana na nimesahau jina lake. Ukiangalia upande wa health ilikuwa kuna daktari kwa itu Daktari Anisa. Yani ilikuwa ile cabinet nzima ilikuwa ni watu ambao wanasoma, ambao wanajielewa. Alafu wajua uzuri wa mtu aliyesoma huwa ni msikivu, huwa ametulia. Umeona? Nakumbuka hata siku moja akiniambia kwamba wisdom is cultivated by actively listening, and not relying on one's own understanding. Manake anajaribu pia kusikiza ile mawazo na nini yale watu wengine. Sasa turudi huku kwetu. Itabidi bado nitarejelea hii wizara ya barabara, lakini tutakuja tutamkagua huyu Dan Manyoya. Kama ana shahada kwa mfano, shahada yake mtastaajabu. Mimi nawaambia kitu jamaa, na siwaambie urongo, ingeni nipe wenyewe muangalia. Mtastaajabu hiyo shahada yake alionayo, alafu amewekwa chini waziri anasimamia barabara. Nyinyi watu wa Mombasa mtastaajabu. Kutaenda kwa wizara ya education. Wizara ya education nafikiri kuna bwana mmoja, I think his name is Dr. Mbwana ama Dr. Ali ama Dr. Mbarali. Bwana mimi umuona katika video, lakini he's of calm demeanor, he's composed. Yani huyu mkimwangalia namuona yuko sawa, manake he seems like a fount of knowledge. He has so much wisdom. Umeona? Pia tutaangalia ni wizara ya education, lakini huu nafikiri katika wizara ya education kidogo Abdul Swamad amepatia, na hata kama kutakuwa kuna makosa, basi dhani kama itakuwa ni ule waziri mwenye makosa, I'm very sure it will be attributed to Abdul Swamad. Umeona? Tutakwenda katika wizara ya utalii. Nafikiri kuna waziri mmoja, sijui Osama, sijui Osman. Tamwangalia, anayo tajriba kusimamia utalii, tourism. Was he from hospitality industry? Alikuwa ametoka katika sekta hiyo ya hospitality. Tangu umekuwa waziri, manake hawa mawaziri sisi tuwalipa 4,500 kwa mwezi. And there are several households in Mombasa that are living under a dollar budget. Lakini hivyo mawaziri wanalipwa 4,500. Ile 4,500 sisi lazima tutaangalia, kwa sababu ni pesa yetu sisi, ile shilingi yangu, shilingi yako na shilingi ya mwingine. Takuja tutamwangalia huyu naye Usman. Wewe utalii, mahoteli yetu hapa Mombasa, is there an influx of tourists? Wageni wamekuja wengi, maana wageni wanapokuja kunakuwa na mzunguko wa pesa. Watu wanapata makazi, macasuals, machef na kila kitu. Alafu watalii pia wanapokuja, pia investors pia watakuja, maana wengine huja pia kutalii hizo nchi za Afrika. So tutamkagua pia yule bwana. Alikuwa in hospitality industry ama amewekwa tu pale show? Tutakuja pia tutaangalia wote, tutakuja katika wizara ardhi yote tutakuja tutaangalia. So leo ilikuwa ni kionjo, umeona, nitawekea ile budget, muone ile pesa ambayo huwa inawekwa, lakini katika video inayokuja tutaongea kwa upana na urefu. Bado tu katika wizara ya transport, nitaanza na wizara ya transport mwanzo. Tuiongee, tuichambue nje ndani, juu chini. Asanteni sana. Enhanced services. Here's NTV's Kevin Mutai with the details.
The cargo throughput at the Port of Mombasa exceeded the overall target, with the port handling 2.1 million 20-foot equivalent units in 2025 against 2 million TEUs in 2024. This represents a growth rate of 109,797 TEUs or 5.5%. A total of 1,955 vessels called the port during the same year, compared to 1,873 vessels in 2024. Cargo volumes through the Port of Mombasa hit a record 45.45 million metric tons for the period starting January to December 2025, compared to 40.99 million tons annual in 2024, reflecting an upward trend.